Habari, naitwa Sasha Cake Studio. Karibu tujifunze jinsi ya kupika biriani. Biriani sio kazi sana kupika, ila kwenye kuandaa mchuzi unatakiwa uwe makini na ujue ni vitu gani vinavyowekwa na visivyowekwa pia. Kama nyama yako hujaiwekea viungo labda masaa kadhaa, basi unaweza kaamua kupika kama mimi hapo hivi. Mimi sasa nyama yangu kama hivyo unavyoiona ni nyekundu, nimeweka mafuta kiasi. Sasa nitawekea viungo moja kwa moja pamoja na kuanza kupika rojo langu la biriani. So tutaanza kwanza na rojo la biriani, kisha tutahamia kupika biriani ya mwisho. So mimi na viungo kama mchuzi mixi. So nitaweka hapo kwenye nyama yangu, lakini inategemea na wewe unapenda viungo gani, hivyo ndio utavipa kipaumbele. Sasa nimeweka mchuzi mixi na kisha nimeweka curry powder. Na baada ya kuweka curry powder, sasa nimeweka tangawizi hapo na nitamalizia na kitunguu swaumu. Na baada ya hapo nitachanganya nyama yangu vizuri mpaka ichanganyikane, na kisha nitaiacha iive kwa muda kama dakika 5 mpaka 7 hivi. Na baada ya hapo nyama yangu ilipokuwa tayari, nikaweka tomato ambayo imesagwa. Unaweza kusaga kwenye blender au kakwangua na zile vikwangulio vile. Nafikiri kila mtu anajua na anavitumia nyumbani kwake. Pia nimeweka tomato paste. Hii ni kwa ajili ya kusaidia kuongeza ladha pamoja na kuongeza uzito wa mchuzi. Na baada ya hapo nikaweka biriani masala. Biriani masala hizi huwa zinatofautiana bei pamoja na ujazo. Kama unataka nyingi utanunua kulingana na mahitaji yako au na pesa yako. Ni hivyo tu, na zipo nyingi tu masokoni, masupermarket, maduka ya kawaida. Kwa hiyo huwezi ukakosa biriani masala. Kwa hiyo hapo hivi, kama hapo hivi nakuonyesha tu picha ya sample tu, huwa imeandikwa kabisa biriani masala. Kwa hiyo huwezi ukakosea. Na baada ya kupika mchuzi wangu, sasa naongezea nazi. Nazi nayo ina muhimu wake kwa sababu inaongeza ladha kwenye mchuzi. Hapa kwenye nazi sasa, kama inabidi uweke nazi kama 2 hivi, hizi za pakti. Kama mchuzi wako yani sio mwingi, ila kama ni mwingi utahitaji kununua zaidi pakti nyingi, au utahitaji kukuna nazi hata 2 hivi au 3, inategemea na wewe unapika kwa ajili ya watu wa idadi yako niseme. So hapo hivi kama unavyoona mimi nachanganya tena nazi yangu hapo, na kisha nitaiacha iwive kama hapo hivi imefikia hivyo. Na kisha mimi nitamalizia na kuweka plain yogurt. Plain yogurt ni yogurt ambayo haijawekwa sukari. Imeandikwa kabisa plain yogurt hiyo hapo. Usiweke yogurt ambayo ina sukari, utaharibu chakula chako. Yani hakitakuwa na ladha ile ambayo imezoeleka au inajulikana. So unabidi, kama pia upendelei kuweka vitu kama hivi, achana navyo, unaweza kaacha.
Pia kama unapenda mchuzi wako uwe na limau, unaweza kaweka kidonge cha Royco, sotojo, yani unaweza kaweka viungo ambavyo wewe unavitaka au unavipenda. Sio lazima ufuate mtu anavyofanya. Hapa kila mtu ana mapendeleo yake. Na baada ya hapo chuzi langu limeiva, sasa nalipua tupike nini? Biriani. Okay. Nimechemsha maji. Kwanza kabla ya yote utaloweka kwanza mchele wako wa biriani kwa sababu unakuwaga na ugumu fulani, alafu pia ukiuloweka unapata advantage, huwa unaongezeka. Yani mfano biriani ya kilo 1 unaweza kukuta imeongezeka, yani imejaa, yani utadhani kilo 2. So nimeanza kwa kuchemsha maji, na kisha yalipochemka nikaweka mafuta pamoja na chumvi, na kisha nikaweka mchele wangu hapa. Hakikisha unaosha, unarudia hata mara 3 hivi mchele wako ili uwe safi. Na kisha hapa nitachanganya vizuri. Na baada ya hapo nitaandaa saffron. Hii saffron ni kiungo ambacho kinaleta rangi, kinaongeza rangi. Mara nyingi huwa kinapatikana kwenye maduka ya asili. Uwezi ukaipata hii saffron kirahisi. Otherwise labda uulize sokoni kama kuna mtu ambaye anajua anauza. Mara nyingi inakuwaga ni adimu hii saffron kuipata, inauzwa kila mahali. So hii saffron unachanganya na maji, kwa jina lingine unaita zafarani. Kisha changanya na maji kama hivyo, inaleta rangi ya njano. Na mimi kwenye biriani yangu nilikuwa nataka rangi ya njano na ya orange, yani yellow and orange. So baada ya biriani yangu kuiva au mchele wangu kuiva, ili uwe biriani ni lazima uwe na rangi kama hizi. Japokuwa kuna wengine huaga wanaweka rangi hadi nyekundu hadi ya kijani, lakini mimi hizo rangi sizipendi, so sitaweka. Nitaweka hii ya njano na ya orange, ndo zinakuwaga nzuri, zinafanya biriani inapendeza sana. Kwa hiyo utaweka kidogo kidogo hivi kwa upande. Kisha utauchanganya mchele wako kama mimi ninavyofanya hapo. Usizidishe marangi mengi, ila kama unataka wote uwe na rangi sawa, ila mimi napenda uwe na rangi ya orange na ya njano, alafu pia na weupe uwepo, yani na mchele mweupe pia uwepo. Umeona kama hivyo, kuna mchanganyiko wa wali mweupe, kuna orange na hilo. Kama hapo tayari mimi biriani yangu imeshaiva. Sasa naenda kupakua tule, maana nimeshamaliza kila kitu. Jaribu na wewe kupika, sio tu unashangaa wenzako sijui wanavyopika, na wewe kajaribu kupika kama nilivyokufundisha hapa au nilivyokuonyesha hapo. Utaweza na utafanikiwa. Mimi sipendelee vitunguu, ndio maana sijakaanga na sijaviweka kwenye mchuzi wala kwenye biriani. Kama wewe unapenda basi utaweka. Okay, bye bye. Eat at your own risk.